naitwa Dr. Musa Simon Mneja, mhadhiri wa elimu na dini katika chuo kikuu cha Arusha. Leo dunia nzima tunaadhimisha siku ya mwalimu duniani. Sherehe hizi ambazo zilizinduliwa na UNESCO, shirika la elimu na utamaduni duniani mwaka 1994 ikishirikiana pamoja na shirika la kazi duniani. Ni sherehe au kumbukizi inayoangazia mchango na kumbukizi za walimu wanazowekeza katika jamii hii ambayo inaendelea kwa kasi. Sawa. Na Nchi na nchi, kwa sababu tuna muktadha tofauti tofauti. Sisi hapa Tanzania tunaadhimisha kulingana na changamoto na mambo ambayo tunapitia. Kwa mfano hapa Tanzania, kumbukizi hii inamfanya mwalimu aone kwamba nafasi yake bado inaendelea kutambulika, hata kama ana changamoto za vitendea kazi darasani, ana changamoto za kiuchumi, ana changamoto za watoto ambao maadili yao kimsingi yanaonekana kutokupanda sana, yanashuka, lakini mwalimu bado anaheshimiwa, mwalimu bado anatambulika. Tanzania ni moja ya nchi ambayo utandawazi na tehama inakuwa kwa haraka sana kupitia simu za mkononi, iPad na vitu kama kawaida. Katika mambo ya elimu kuna kitu inaitwa technology of education, yani teknolojia inatumikaje katika elimu. Sasa katika hilo ifike ieleweke kwamba teknolojia inatakiwa kuwa kibarua wa elimu. Elimu ndio inatakiwa kuwa boss. Inapokuwa kwamba teknolojia inakuwa ni boss, sasa kumkabidhi kichaa rungu, na unajua kitakachotokea nitakuwa ni vurugu mechi. Kwa hiyo mimi ninachoona mpaka sasa hivi, kwa kweli Tanzania tunaendelea vizuri katika kubalance hili jambo. Kuna nchi kama Marekani ambapo wameweka teknolojia mbele kuliko hii elimu. Kama tunazungumza kande, unaona kuna shida, watu wanaenda vyuoni, anapiga tu risasi watu kwa sababu tunapenda kwenye mitandao ya jamii na kadhalika. Kwa hiyo mimi ninachosema, isifike wakati teknolojia ikawa boss wa elimu. Elimu iendelee kuwa mstari wa mbele, halafu kibarua anaitwa teknolojia ndio afuate taratibu. Kuna utafiti kufanyika katika nchi ya Sweden, imeonyesha kwamba teknolojia kimsingi haiongezi ukuaji na ufikiaji wa kasi. Teknolojia katika nchi ya Sweden imekuwa nchi ya kwanza kupiga nje teknolojia nje ya darasa. Wamerudisha madarasani kalamu, madaftari na vitabu, especially kwa shule za msingi na nursery. Vione basi wanaweza kutumia huko, lakini msingi ujengwe na hivyo vitu, kwa sababu pia imegundulika mwanafunzi anayetumia sana kompyuta, iPad kutype, kuandika, ukilinganisha na yule anayeandika kwa kalamu ya biki au wino, huyu akili yake inakuwa haraka. Kwa hiyo mimi ninachosema, Tanzania tunachoendelea sasa hivi, ndio tuimize teknolojia na kadhalika, lakini naomba hela nyingi zitumike kuongeza madaftari, hela nyingi zitumike kuongeza vitabu vya nakala ngumu, hela nyingi zitumike, chaki zitumike madarasani. Chuo au shule inaweza kuwa na projector moja. Kwa walimu wa geography, unapofundisha geography ya mto, wapeleke wanafunzi mtoni, sio ulete picha ya kwenye internet. Unafundisha biology, tuna miti ya kutosha around, uwezi unaleta picha sio umedownload kwenye. Kwa hiyo ninachosema jamani, teknolojia nzuri, lakini basi msingi wa teknolojia uko katika kwenda kwenye mizizi. Kwa mfano hata nadhani nafahamu kwamba hivi karibuni nchi ya Marekani kidogo wafungie mtandao wa TikTok. Yule jamaa boss wa TikTok aliuza kwamba watoto wako wanaangalia vitu kwenye TikTok. Anasema hapana, ni kwamba mambo tu yamegeuka, lakini TikTok ilikuwa inakwenda kufungwa Marekani. Kwa nachoendelea kushauri katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, huko tunakoelekea, ifike wakati TCRA na maybe na sheria za bunge tuweke sheria ambazo watoto wanapoingia mtandaoni waingie kulingana na umri, maudhui yaende kulingana na umri, ili kuweza kuwatunza watoto wetu vizuri, kuweza kuwa na kizazi kitakachojitunza na kuitunza Tanzania katika sehemu ambayo nzuri.